Katika ulimwengu wa sasa, wale watu wanaoamini kwamba Mungu yupo, kuna imani tofauti ama kuna imani mbili ambazo zinapingana. Wengine wanaamini kwamba Mungu mmoja ni nafsi tatu, na wengine wanaamini kwamba Mungu mmoja ni nafsi moja. Wakati tunapopata mambo kama haya, tunafaa kuacha Biblia na roho ya unabii ziweze kuzungumza, kwa sababu kwa njia ya maandiko tukiacha yaweze kuzungumza yenyewe, ndipo tutakapoelewa fundisho hili, ili tuweze kumuelewa Mungu tunayemwamini ni mgani. Kwa sababu kuna wale wanaamini kuna Mungu wa utatu mtakatifu, na kuna wengine wanaamini kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba. Kwa hivyo ni Biblia iweze kuzungumza, iweze kutupa mwelekeo wa kuweza kujua ni kipi tunafaa kuamini, na kufahamu kwamba mabadiliko yaliyopo yaliweza kutoka wapi, yaliweza kuanzishwa na nani, yaliweza kuanza wapi. Kwa hivyo ni fundisho la maana zaidi ambalo kila mmoja ambaye yuko tayari kuingia katika ufalme wa mbinguni anafaa kulielewa na kuwa nalo wazi kabisa katika mafikra yake na katika maisha yake. Kwa hivyo tunapoanza kuangalia Biblia, tunaona kwamba ni fundisho ambalo tunahitaji kulielewa kulingana na Yohana 17:3 inayosema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Hivyo ni Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Hivyo ni hao wawili. Kuna uzima wa milele kwa kujua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu. Wakorintho wa kwanza 8:6 inasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Kwa hivyo fundisho hili ama fungu hili linaonyesha kwamba Mungu ni mmoja aliye Baba, wala si Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho. Hivyo imeweka wazi kwamba Mungu mmoja ni Baba aliye na Bwana mmoja, Yesu Kristo. Wakolosai 1:13-15, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Andiko hili linatuonyesha kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na kwa sababu malaika waliumbwa, Kristo aliweza kuzaliwa kabla ya malaika kuweza kuumbwa. Kwa hivyo ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote na ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Hivyo yeye na Mungu Baba wanafanana. Youth Instructor, Disemba 16 mwaka wa 1897. Huu ni upendo ambao kina chake hakuna sauti inayoweza kueleweka. Wanafunzi walivyofahamu, mtazamo wao uliposhika huruma ya kimungu ya Mungu, walitambua kwamba kuna maana ambayo mateso ya mwana yalikuwa mateso ya Baba. Tangu milele kulikuwa na umoja kamili kati ya Baba na Mwana. Walikuwa wawili, lakini walikuwa wanafanana. Wawili katika umoja, lakini mmoja katika roho na moyo na tabia. Kwa hivyo tunaona kwamba Baba na Mwanawe waliishi kabla ya ulimwengu, na walikuwa wanafanana. Walikuwa wawili, lakini walikuwa wameunganika kwa umoja katika roho na moyo na tabia.
tabia ya Kristo ndiyo iliyokuwa tabia ya baba yake. Kwa hivyo hakuna lililofanyika bila kuhusisha yule mwingine. Walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja, umoja katika roho. Kwa hivyo watatu ambao wanazungumziwa katika utatu, kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, ni jambo ambalo ni la uongo kabisa. Na sasa je, fundisho hili la utatu liliweza kutoka wapi? Fundisho hili la utatu liliweza kuanzilishwa na Shetani mwenyewe kabla ya kutoka mbinguni. Tunagundua kwamba kupitia kwa roho ya unabii tunapata kwamba Shetani alitaka kutoshana na Mungu, wakati Mungu mwenyewe aliweza kueleza kwamba alimchagua mwanawe kuweza kurithi vyote na kuweza kutoshana naye katika mamlaka, ili aweze kufanya kile ambacho ni mapenzi ya baba yake. Shetani aliweza kuhisi wivu, na badala yake aliweza kuunda kikundi ambacho kiliweza kupinga sheria ya Mungu na serikali ya Mungu. Hivyo aliweza kufukuzwa mbinguni. Tutaangalia baadhi ya nukuu za roho ya unabii ambazo zitatueleza wazi kuhusu mwanzo wa fundisho la utatu. Baada ya yeye kufukuzwa mbinguni, aliweza kuchukua nafasi kuweza kulitafutia mizizi katika ulimwengu fundisho hili la utatu hadi siku ya leo, ambalo watu wengi wanaliamini, ikiwemo Waadventista wa Sabato katika vitabu vya mwongozo wa kanisa, ambao ni imani inayofaa kuwa na Wasabato. Kwa hivyo tunaona kwamba ni fundisho ambalo liliweza kuingia kutokana na jinsi ambavyo Shetani alipanga liweza kufikia watu. Na tutaangalia nukuu ambazo zitatueleza wazi kuhusu kilichotokea mbinguni kabla ya anguko la Shetani. Shetani mara moja alikuwa malaika aliyeheshimiwa mbinguni karibu na Kristo. Uso wake kama wa wale malaika wengine ulikuwa mpole na wenye kuonyesha furaha. Taji la uso wake lilikuwa juu na pana, likionyesha akili kubwa. Umbo lake lilikuwa kamilifu, uzaa kwake adhimu na fahari. Lakini Mungu alipomwambia mwana wake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, Shetani alimuonea Yesu wivu. Alitaka kushauriwa kuhusu kuumbwa kwa mwanadamu, na kwa sababu hakuwa hivyo, alijawa na husuda, wivu na chuki. Alitamani kupokea heshima kuu mbinguni karibu na Mungu. Kwa hivyo kwa wale husema kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ndio waliosema kwamba na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, inaonyesha wazi kwamba ni waongo. Nukuu hii imeweza kuweka wazi kwamba aliyesema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu ni Mungu Baba, akimwambia mwana wake, kwa maana Baba na Mwana wanafanana. Katika kitabu cha hadithi ya ukombozi ama Story of Redemption, kurasa wa 18 aya ya kwanza, jeshi lote la mbinguni liliitwa kuja mbele za Baba ili kila kesi iamuliwe. Shetani bila haya alidhihirisha kutoridhika kwake kwamba Kristo anapaswa kutangulizwa mbele yake. Alisimama kwa kiburi na kuhimiza kwamba awe sawa na Mungu na apelekwe kwenye mkutano na Baba na kuelewa makusudi yake. Mungu alimjulisha Shetani kwamba kwa mwana wake pekee angefunua makusudi yake ya siri, na alihitaji familia yote mbinguni, hata Shetani, impe utii kamili na usiotiliwa shaka, bali kwamba yeye Shetani alikuwa amejidhibitisha kuwa hastahili
kupata mahali mbinguni. Kwa hivyo Shetani alipofukuzwa mbinguni, nafasi yake ilipokosekana pale, aliteremka huku akiapa kwamba ataweza kufika na kufikisha kiti chake mahali ambapo Mungu yupo. Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14 inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nao ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hivyo hiki ni kitu ambacho Shetani aliweza kuapa. Ndio maana anaweza kuleta fundisho hilo ndani ya madhehebu ili liweze kuwapoteza wengi, kwa kumpa nafasi Shetani kuwa miongoni mwa serikali ya Mungu na kuwa miongoni mwa wale ambao wanafaa kuabudiwa. Kwa hivyo ni fundisho ambalo liko wazi kabisa. Kwa sasa ameweza kuliweka ndani ya madhehebu kwa jinsi hii kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Wala sio Mungu watatu, bali ni Mungu mmoja. Kwa hivyo fundisho ambalo haliwezi likaeleweka kabisa, fundisho la uongo, na ni fundisho ambalo linampa Shetani nafasi ya kuwa kama Mungu, kwa sababu hatujapata mtu watatu aliyekuwa anahusika katika siri za Mungu ama katika mipango yoyote ya Mungu, iwe ni uumbaji ama ukombozi. Waliohusika katika uumbaji na ukombozi wa mwanadamu ni Baba na Mwanawe, waliokuwa wanaishi kabla ya ulimwengu kuwako. Wanaoliongoza ama wanaolishikilia kama fundisho lao ni wa kanisa Katoliki, ambao wanafundisha kwamba fumbo la utatu ndilo fundisho kuu la imani Katoliki. Juu yake ni msingi wa mafundisho mengine yote ya kanisa. Katika Agano Jipya kunatajwa mara kwa mara Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kulingana na wao, kutajwa kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kunamaanisha kwamba ni watatu. Kwa hivyo fundisho hili ni lao, na wanasema wakati linapoaminiwa, mafundisho mengine yote yanajumuika pale katika fundisho hilo la utatu. Kama kuna fundisho ambalo linaweza kutuelewesha zaidi kuhusu kumwelewa Mungu, ni fundisho la patakatifu. Katika patakatifu unaweza kuelewa Mungu ni nani na Kristo ni nani na wanafanya kazi gani, na tuweze kujua kama Roho Mtakatifu yuko pale akiwa nafsi. Kwa hivyo tunaweza tukaelewa zaidi tunapoendelea kujifundisha patakatifu. Tuangalie nukuu ambazo zinatuonyesha Dada White alivyoonyeshwa Yesu na babaye pale katika patakatifu mbinguni. Katika mafundisho ya awali ama early writing, kurasa wa 52 aya ya 2 inasema, Dada White anasema, nikaona kiti cha enzi na juu yake wameketi Baba na Mwana. Nilitazama uso wa Yesu na kustaajabia utu wake mzuri. Utu wa Baba sikuweza kuutazama, kwa kuwa wingu la nuru tukufu lilimfunika. Nilimuuliza Yesu kama baba yake alikuwa na umbo kama yeye. Alisema alikuwa ameupata, lakini sikuweza kuuona, kwa maana alisema, kama ungeuona utukufu wa nafsi yake utakoma wapo. Kwa hivyo hii inaweka wazi kwamba kuna Baba na kuna Kristo ambao wanahudumu pale katika patakatifu. Kwa hivyo yule ambaye anajulikana kama Mungu Roho
hakuweza kumwona. Naendelea kusema, wale walioinamishwa mbele ya kiti cha enzi wangetoa maombi yao na kumwangalia Yesu. Ndipo angemtazama Baba yake na kuonekana kuwa anamsihi. Nuru ingetoka kutoka kwa Baba hadi kwa Mwana, na kutoka kwa Mwana hadi kwa kundi la kuomba. Kisha nikaona mwanga mkali sana ukitoka kwa Baba hadi kwa Mwana, na kutoka kwa Mwana ulitikisa juu ya watu waliokuwa mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo hakuna aliye katikati ya Mwana na wale ambao wanafanya maombi. Hivyo ni Baba na Mwanawe waliokuwa pale. Kwa hivyo patakatifu inaweka wazi kwamba utatu ni fundisho la uongo kabisa. Tuweze kuona jinsi ambavyo Wasabato wa leo wanaamini kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele. Mungu hafi, mwenye uwezo wote, anajua yote, juu ya yote na yuko daima. Yeye hana kikomo na zaidi ya ufahamu wa mwanadamu. Bado anajulikana kupitia ufunuo wake binafsi. Mungu ambaye ni upendo anastahili daima kuabudiwa na kuhudumiwa na viumbe vyote. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Wasabato wa leo wanaamini kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, na ni mmoja ama ni mmoja, anazungumza kama mmoja. Na tutaangalia Wasabato wa zamani ama waanzilishi wa imani hii walikuwa wanaamini nini, kama ni tofauti na kile ambao waleo wanaamini. Waanzilishi wa imani ya Kiadventista ama Wasabato wa kale walikuwa wanaamini kwamba kuna Mungu mmoja wa kibinafsi, wa kiroho, muumba wa vitu vyote, muweza wa yote, mjuzi wa yote na wa milele, usio na kikomo katika hekima, mtakatifu, haki, wema, ukweli na huruma, asiyebadilika na aliyepo kila mahali kwa mwakilishi wake, Roho Mtakatifu. Zaburi 139 mstari wa 7. Pia waliamini kwamba kuna Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa Baba wa milele, ambaye kwa yeye aliumba vitu vyote, na ambaye kupitia kwake vinaundwa, kwamba alichukua juu yake asili ya uzao wa Ibrahimu kwa ajili ya ukombozi wa jamii yetu iliyoanguka, kwamba alikaa kati ya wanadamu, amejaa neema na kweli, aliishi kielelezo chetu, akafa dhabihu yetu, alifufuliwa kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu, akapaa juu ili awe mpatanishi wetu wa pekee katika patakatifu pa mbinguni, ambapo kwa wema wa damu yake iliyomwagika uhifadhi msamaha wa dhambi za wale wote wanaoendelea kumwamini. Kwa hivyo wapendwa, ni bayana kwamba fundisho la utatu ni fundisho ambalo ni la uongo, na kwa jinsi ambavyo tumeweza kuliangalia, fundisho ambalo alifai kuwa miongoni mwa watu wa Mungu. Na kama wewe ni mtu wa Mungu na unataka kusimama katika kweli, fundisho hilo yafaa uweze kulizika katika kaburi la dhahabu, na uweze kulikemea kwa njia yoyote ile, na kuwafundisha wale ambao hawajaelewa ukweli huo waweze kufahamu zaidi, ili waweze kupata ufalme wa Mungu. Maana Yohana 17 mstari wa 3 inasema kuna ufalme wa Mungu ama kuna uzima wa milele kwa kuweza kumfahamu Mungu wa pekee wa kweli na Kristo Yesu aliyetumwa na Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujifundisha hilo, na tukiangalia jinsi ambavyo maelezo yameweza kuwa wazi kwamba utatu ni fundisho la uongo. Matakatifu imeweza kutuonyesha kwamba utatu ni fundisho la uongo, na katika ulimwengu wa sasa ni fundisho ambalo lina husiana na imani ya kanisa Katoliki. Kwa hivyo ni imani ya mama kahaba, ama ni fundisho ambalo ni mvinyo unaotokana na kikombe kinachobebwa na mwanamke wa Ufunuo 17,
ambao anaunywesha ulimwengu wote. Mataifa yote yanakunywa katika kikombe kile. Kwa hivyo tusiruhusu fundisho kama hilo liwe miongoni mwa watu wa Mungu, na kama wewe ni mmoja ambao umeufahamu ukweli, uweze kuliondokea. Katika 1888 Materials ukurasa wa 886 aya 3 inasema, dada White anasema, nahisi roho yangu ikisisimka ndani yangu. Nahisi kwa kina cha utu wangu kwamba kweli lazima uenezwe kwa nchi na mataifa mengine na kwa tabaka zote. Hebu wamishonari wa msalaba watangaze kwamba kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu asiye na kikomo. Hili linahitaji kutangazwa katika kila kanisa katika nchi yetu. Wakristo wanahitaji kujua hili na si kumweka mwanadamu mahali ambapo Mungu anapaswa kuwa, ili wasiwe tena waabudu sanamu, bali wa Mungu aliye hai. Ibada ya sanamu ipo katika makanisa yetu. Kwa hivyo katika ujumbe wa malaika watatu unaotuambia kwamba tuweze kumcha Mungu na kumtukuza, tunamcha Mungu ambaye ni Mungu mmoja wa kweli, wa pekee, na aliye na Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwana wake wa pekee. Kwa hivyo ni fundisho ambalo tunafaa kuwa tunalibeba kama wale ambao wana ujumbe wa malaika watatu. Nafikiri ni fundisho ambalo limeeleweka, na kama kuna jambo ambalo halijaweza kueleweka, tutaweza kuliweka wazi tena baadaye. Muwe na wakati mwema. Shalom, shalom, shalom.